Upo mzee? Nipo mzee. Mambo yanakwenda mzee? Safi. Sawa sawa. Habari za kazi? Salama kabisa. Uko na mheshimiwa? Nipo na mheshimiwa hapa. Safi sana. Mheshimiwa. Waligani mtazamaji wa Mbogwe Media TV, leo ni siku nyingine na tarehe nyingine ya 27 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Kama ambavyo unafahamu, tupo katika hatua za mwisho kabisa kuelekea katika zoezi muhimu la uchukuaji na urejeshaji wa fomu, kwa maana ya wagombea na watiania kwenda kuwania nafasi mbalimbali za uwakilishi ndani ya jimbo, lakini pia katika kata kwa maana ya madiwani. Sasa leo bwana, tumefunga safari mpaka eneo la Kasandalala, Shinyanga B, ambapo tumekuja kukutana na mzee maarufu sana kwa jina la Izengo. Kama umewahi kufuatilia jina hili, sio geni sana, hususan katika zile mikutano za hapa na pale za Chama cha Mapinduzi ambazo zinawakutanisha wanachama, lakini pia na viongozi kutoka ngazi kata, wilaya, mkoa pamoja na taifa. Safari ndio ambayo kuifunga baada ya siku chache zilizopita makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Steven Wasila kufika katika wilaya hii ya Mbogwe. Alitoa nafasi na fursa kwa baadhi ya watu kuzungumza ama kutoa changamoto na kero walizokuwa nazo. Sasa moja kati ya viongozi ambao walionekana pale ni huyu mzee ambaye nimekaa naye hapa pembeni, mzee Izengo. Kitu ambacho niliwiwa kama mwandishi wa habari wa Chama cha Mapinduzi kufunga safari, na babu alitoa hoja za msingi sana mbele ya makamu mwenyekiti akiwa anatetea nafasi ya upande wa makundi maalum. Sasa acha nimpe fursa ajitambulishe kwenu kwa majina yake, lakini pia atatueleza yeye ni nani, ana nafasi gani, alafu baadaye utayajua mengi kutoka kwake. Karibu sana mzee wangu. Shikamoo. Marhaba. Jambo. Jambo, kwema kabisa. Salama. Habari ya safari? Salama kabisa wana sisi tumeona leo tutembelee kidogo. Kwa mzee maarufu tena. Umekuwa mzee maarufu. Maana tunaona ni mmoja kati ya watu ambao wanapambana sana, hususan katika kutetea makundi maalum, ikiwemo kundi la watu wenye ulemavu. Ni kweli. Sasa nimkupe wasaa wa Tanzania kukutazama na ujitambulishe kwao, wajue wewe ni nani, na pia tujue una mipango gani kuhakikisha unafikia malengo na adhima ya kuwafikisha watu wenye ulemavu, kwa sababu wewe ni mwenyekiti wa walemavu. Karibu sana. Asante. Jina langu naitwa Izengo Paulo Ndugulile Suka. Izengo Paulo Ndugulile Suka, jina maarufu na la kisiasa, na mimi ninaanza kujifunza siasa sahihi, na najulikana sasa kwa jina la mzee wa mashuti ya mbali. Mzee wa mashuti ya mbali. Sasa kama ni Simba na Yanga, sasa ni bracket. Sasa mimi shuti zangu ni za mbali. Kweli? Hili tu ni jina ambalo mimi limenijia kulingana na mapambano nilionayo, kwa sababu tunapozungumzia hasa makundi maalum, usipokwepo na hoja za msingi watu hawezi kukuelewa. Kumbuka, kundi hili maalum ni kundi ambalo kiukweli limekabiliwa na changamoto nyingi. Moja ni changamoto za kiimani, changamoto zingine za kiuchumi. Sasa tunapozungumzia habari za kiimani, watu wengi wamefika mahala wametujengea hali fulani na watu wakaamini kwamba mtu mwenye ulemavu nikisha muweka mahali fulani basi mimi nafanikiwa mambo yangu kwa sababu ya hali yake ya ulemavu. Imeonekana kama ibada. Sasa unaposema mimi ni mzee wa mashuti ya mbali, maana yake ninataka sasa kulenga magoli kwamba watoke hapo kwenye imani potofu, turudi kwenye utu. Kama mama leo amekuja na kauli mbiu inasema kazi na utu. Kwa hiyo utu wetu tunataka urudi. Na ndio maana mimi mashuti yangu sasa nataka nilenge goal wakati goalkeeper yuko kwenye goal, aone tu nyavu inatikisika. So nataka kusema kwamba walemavu ni watu kama wengine, na tunahitaji kuonekana na sisi kama wanadamu wengine. Lakini pia katika uchumi tuna changamoto ya kwamba walemavu tumeonekana hatuwezi kufanya 2-3 katika mfumo wa kiuchumi, lakini bado pia tunasema tunaweza, kwa sababu tunayo akili,
Hata kama leo mimi natembelea hii gongo, lakini hainizuii leo mimi kutokufanya biashara. Kwa sababu kinachofanya biashara ni akili. Kuna mtu mwingine ana mikono lakini anaweza akaratibu mambo yake kupitia akili, akakuajiri wewe ukafanya. Mashuti yangu inasema hata kwenye uchumi pia tunaweza. Okay. Bila shaka jina langu hilo tu la utani kidogo limekuingia. Limeniingia na mimi. Mzee, tumeona umekuwa miongoni mwa viongozi ambao wanatamani wana kiu na wanatamani kuona kundi la walemavu linapiga hatua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Leo. Na tumekuona pia ukihudhuria katika mikutano mbalimbali ya viongozi, hususan kila mwaka ambao mheshimiwa mbunge pia amekuwa akiwaita. Umekuwa ni kiongozi ambaye hautulii kwa maana ya kukaa kimya. Umekuwa unaonesha hali ya kutaka kusogea kutoka hapa ambapo walemavu walipo. Sasa pengine tuanzie hapo, jitihada na juhudi za kuhakikisha unawabeba kundi maalum la walemavu mpaka sasa unaona limefikia liko hatua gani juhudi za Mbogwe? Kwanza Mbogwe, tunaposema Mbogwe kwa upande wa watu wenye ulemavu bado ni kijiji. Tunaposema Mbogwe kwa upande wa watu wenye ulemavu ni kijiji bado. Elimu haipo. Tuna mazingira tuliyokulia nayo ndio tuyanayoendelea. Kuna jamii nyingi leo zimewaficha watu wenye ulemavu, hawako nje. Kuna wengi zaidi walemavu wamewapangia mambo ya kufanya. Kwa unaposema Mbogwe kwa upande wetu si bado ni kijiji. Kwa unapoona mimi situlii, ni kweli situlii kwa sababu nachukia kuwekwa ndani, nachukiwa kupangiwa mambo. Nataka nifanye kwa sababu nimesoma katika shule zetu na nimepata ujuzi. Kwa ujuzi wangu huu ndio unanifanya nipate kihelehele cha kuonyesha kwamba nyuma yangu nina kundi kubwa la wenzangu ambao wakitumulika tunaweza kuonyesha mambo mazuri. Kwa hiyo ndio maana sasa situlii. Lakini pia hatua tulio nayo sio kama ile ya zamani. Wakati naingia mimi Mbogwe nikitokea Dar es Salaam, nimeikuta Mbogwe walemavu walikuwa tujuani kwamba huyu ni Adija, huyu ni Mary, huyu ni John. Lakini leo kutokana na viongozi wenzetu wachache, hasa umemtolea mfano mbunge Magani. Lakini pia zaidi ya huyo yuko mkuu wa wilaya Mbogwe, Sakina Mohamed, ameonyesha kabisa kutuunganisha na kutuonesha kabisa kwamba na sisi tu watu katika Mbogwe hii. Tumeshaanza kujuana sasa. Kwa hiyo ni maendeleo. Kufahamiana na mahusiano kwetu ni maendeleo ya Mbogwe. Lakini jambo la pili, tumeshaanza kuonyesha tulichonacho katika akili zetu. Tulikuwa hatuna 2% leo. Kwa tunashukuru kwanza serikali ya Samia Suluhu Hassan kupitia Sakina Mohamed. Tumepata 1%. Tunaonekana sasa tunafanya biashara, tunafanya maduka, tunafanya ufugaji. Hasa mfano kama mimi na makondoo mengi sana. Yako makondoo mengi kabisa. Zaidi ya kuelekea 50 na kitu. Lakini yametokana na mchango mkubwa wa Samia kupitia Sakina wetu. Kwa tunaona sasa hatua ya pili kwamba walemavu nao sasa tumeshaanza kuonyesha kwa vitendo mambo ya ujuzi na karama ambazo na sisi tunazo. Kwa hiyo ni maendeleo. Lakini la tatu tunaonekana sama ile mahusiano. Leo nashukuru mwandishi wa habari umenitembelea. Tunajenga mahusiano. Zamani pengine ilikuwa wewe ulikuwa hujawahi kuongea na mtu kama sisi. Lakini leo umepata fursa ya kuongea na mimi. Na mimi nafurahi pia. Lakini bado viongozi kama mbunge tunaongea, mkuu wa wilaya tunaongea. Mpaka leo tunaona viongozi wakubwa tunapata ushirikishwaji, tunaalikwa kwenye mwenge, tunahusishwa kwenye vikao vya chama, tunahusishwa. Tunaona sasa mahusiano pia yanaendelea. Mbogwe ya sasa hivi inayoendelea kwa walemavu, tunaona sisi walemavu tunaanza kuonekana. Nikupongeze kwa hatua hiyo, na pia ni jambo ambalo inapaswa kuigwa kwa jamii zingine. Hususan tuendelee kushukuru serikali ya awamu ya 6 ndio inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan.